Najua kuna vipaumbele vingi sana kwenye maisha, lakini inapofika kwenye kipaumbele cha uzazi, yani kwa wanawake wengi sana inabidi kiwe kinachukuliwa kwa userious, lakini sio tu kwa mwanamke, hapana, kinatakiwa kiwe kinachukuliwa kwa userious hata kwa mwanaume. Kwa sababu unajikuta mwanamke kweli anataka kubeba ujauzito, lakini kati ya kipindi ambacho atapitia kigumu ni kile cha kukatishwa tamaa na mwenza wake. Yani unakuta mwenza kweli anajua mwenzangu hawezi kubeba ujauzito au imeshindikana kubeba ujauzito. Badala ya kusimama na yeye, unakuta mwanamke peke yake ndio anayesimama yeye mwenyewe. Lakini pia mwanamke akijitahidi kumwelekeza mwenza wake, wenda kuna sehemu naweza kupata matibabu au kuna sehemu naweza kupata vipimo, yeye anakuwa kwamba ndio mtu wa kwanza kumkatisha tamaa, kwa sababu huenda kwa upande wa mwanaume sio kipaumbele, kwa sababu yeye anajua ana option nje na anajua hata akijaribu anaweza akafanikiwa na akapata tu mtoto. Lakini kwa upande wa mwanamke, kwa sababu hana option au hana kipaumbele kingine, kipaumbele chake ni kubeba tu ujauzito, inakuwa kwake ni changamoto kufanikiwa. Na ninasema hivi kwa sababu gani? Nipo nawe katika safari ya kuitwa mama, nimekuwa nikiwasaidia wenza wengi kufanikiwa kwenye changamoto za uzazi. Kwa hiyo inakuwa ni tatizo kubwa kwa upande wa wanawake, anakuwa anachukua kama ndio kipaumbele cha kwanza, lakini mwanaume kwa sababu sio kipaumbele chake, inakuwa ni changamoto kwa ule mwanamke kufanikiwa. Na kama imekuwa ukijiuliza unaweza ukanipataje, basi unaweza ukachukua namba kwenye bio, hebu nitumie ujumbe WhatsApp unaosema kwamba ninahitaji usimamizi. Nitawaelekeza nyie wote wawili njia rahisi ambayo mnaweza mkafanikiwa kwa urahisi tu na hata mkafurahia ndoa yenu tena.